Naam, hujambo msikilizaji wetu. Hii ni NID TV, niomba nikukaribishe katika kipindi chetu cha kwanza kuangazia nguvu mbili zilizoungwa hapa duniani. Naam, hii ni saa 4:30 asubuhi majira ya Amerika. Ninaomba nikukaribishe moja kwa moja katika kipindi chetu hichi cha kujadiliana habari za nguvu mbili zilizoundwa hapa duniani, na nguvu hizo zililenga hasa kuweza kuuzima ufalme wa Mungu, ikiwepo siasa pamoja na imani. Na kwa nini nguvu hizo mbili ziliundwa duniani? Fuatana nami nikujuze zaidi. Hii ni NID TV, na usikae mbali basi na kifaa chako ambacho kinatufuatilia kwa matangazo yetu hii hapa. Ni kweli kitu kimoja kwamba baada ya somo hili tutaingia katika kipindi cha mfungo wa maombi kwa ajili ya kuweza kuvuta ufalme wa Mungu au kualika ufalme wa Mungu kuweza kutawala maisha yetu pamoja na familia zetu pamoja na ndugu zetu wengine ambao wako katika nchi mbalimbali, ili kwamba Bwana hawezi kutenda jambo katika nyakati hizi tulizo nazo ambazo zinakisiwa kwamba ndizo nyakati za mwisho. Sawa sana maandiko, Mathayo sura yake 24 na mstari wa 14 anaeleza kwamba kizazi hichi ndicho kizazi ambacho kitathibitisha ufalme na ndipo mwisho utakapokuja. Fuatana nami zaidi. Mimi ni Samuel Mapendo Feruzi na Mungu atakubariki. Naam, naomba basi nikukaribisha moja kwa moja katika kipindi ambacho tulikianzisha katika wiki iliyopita, na hasa kwa kuzungumzia habari za siasa au imani, ambazo hizi ndizo nguvu mbili zilizoundwa hapa duniani mahususi kabisa kwa ajili ya kuweza kuzima ufalme wa Mungu, ambao ndio wazo la asili la kila kiumbe kuanzia mbinguni na duniani waweze kuishi katika mfumo huo wa utawala. Na basi naomba tuanze leo kwa undani zaidi kuhusiana na siasa, na ndani ya siasa basi mna mifumo mingi ambayo ilianzishwa hapa duniani, na hiyo ndiyo iliyokuwa sababu ya wazo la ufalme leo kuwa geni masikioni mwa watu wengi. Na katika kwanza naomba tuanze na siasa. Siasa, watu wengi wanaposikia habari za siasa udhani kwamba ni uongo, wengine udhani kwamba ni utapeli, wengine udhani labda ni propaganda za watu binafsi. Inawezekana ikawa kweli unavyofikiri, lakini mimi naomba nikuangazie nuru ambayo imefichwa. Ni hii hapa. Siasa ni majadiliano yenye hoja zito, yenye kuleta maendeleo baina ya mtu na mtu au baina ya watu na watu, na maendeleo hayo huwa yanalenga sana kuwaweka watu kuwa huru. Lakini ni tofauti na sasa, na ni tofauti na dunia sasa ilivyo. Utagundua kwamba kwa mfano mfumo wa kidemokrasia ni mfumo wa vyama vingi. Kwa hiyo kama ni chama kilichoko kwenye utawala kinalenga kuleta maendeleo ya kuweka watu kuwa huru, lakini chama pinzani huwa kina majadiliano yanayolenga kuonesha udhaifu wa utawala uliokuwepo, kwamba hawaletei maendeleo ya kuwaweka kuwa huru. Kwa hiyo utagundua kwamba ni mambo ambayo yanaleta kidogo mchanganyo. Basi kumbuka wiki jana tuliweza kuzungumza habari za serikali ilipoanzishwa, na ilianzishwa kwenye ufalme wa mbinguni, ndiko ambako serikali ilipoanzia, na huko basi ndiko siasa ilikoanzia, hasa kipindi ambacho kiumbe kimoja katika viumbe vilivyomo mbinguni kiliweza kukengeuka kwenda kinyume na ratiba au tamaduni au desturi iliyokuwepo katika ufalme wa mbinguni, na ya hicho kiumbe kinaitwa kerubi au Lucifer. Huyu jamaa alitengeneza hoja nzito sana katika Ezekieli sura ile ya 28 na mstari wake wa 14 hadi mstari wake ule wa 17. Utagundua hapo kwamba jamaa alianzisha majadiliano yenye hoja nzito na sera mbalimbali za kuonesha udhaifu wa utawala uliokuwepo kipindi hicho au uliokuwepo kule mbinguni, ambao sasa hadi leo utawala hupo mbinguni. Alianza kuonesha huo udhaifu kwamba ni utawala ambao unawanyima uhuru, ni utawala ambao ni wa kimabavu, utawala wa kibabe ambao hauwapi uhuru wa maendeleo mbalimbali ya viumbe vilivyoko kule mbinguni. Kwa hiyo utagundua kwenye Ufunuo basi katika sura yake ya 12 na mstari wake ule wa 4 na kuendelea hadi mstari wa 7, utagundua hapo kwamba tumemwona sasa
kwamba amekuwa na theluthi ya viumbe vilivyokuwepo mbinguni wameshatupwa katika mazingira ya mahabusu, au kwa lugha nyingine tunaita kuzimu. Hivi viumbe vimeshakuwa kule, na tukizungumza theluthi maana yake kwamba ni robo ya viumbe vilivyokuwepo mbinguni. Kwa hiyo utakuta huyu jamaa majadiliano yake au hoja alizokuwa nazo zilikuwa na nguvu kiasi cha kushawishi idadi ya watu wengi au idadi ya viumbe vingi kiasi hicho. Tukisema theluthi ni robo. Kwa mfano leo dunia ina watu bilioni 9. Sasa bilioni 9 theluthi ni bilioni 3. Sasa utakuta kwamba jamaa huyu alishuka na idadi kubwa mno ya viumbe kule. Ndio maana katika Ezekieli ile sura yake ya 28 ambayo nimeizungumza na mstari wake wa 14 na mstari wake ule wa 17, utamuona jamaa huyu anapita juu ya moto, anapita juu ya milima, anapita wapi. Yale yalikuwa ni mipango mahususi aliyokuwa nayo ya ushawishi wa vile viumbe, na hoja alizokuwa nazo anazitoa na majadiliano mbalimbali na viumbe mbalimbali kwa ajili ya kuonesha udhaifu wa ufalme wa Mungu au utawala uliokuwepo madarakani. Huyu jamaa basi, Biblia inatushuhudia katika ile Ufunuo 12 kwamba alikamatwa huyu jamaa. Baada ya kukamatwa akafungwa mahabusu au akafungwa katika eneo moja ambalo linaitwa kuzimu. Basi haikupita muda mrefu jamaa, kwa sababu ni mtukutu, akaweza kutoroka kule, akatoroka katika ile gereza au mahabusu aliyokuwa amewekwa. Na baada ya kutoroka kule, basi akaingia duniani. Kumbuka huyu jamaa ni nguli wa siasa. Kumbuka huyu jamaa ni mtu ambaye ameishi ndani ya siasa kwa muda mrefu na amebobea siasa. Sasa huyu jamaa hakulizika kuishi kule alikokuwa amefungwa, ikabidi atoroke kule. Na ndio maana utaona sasa nyakati za siku za mwisho kuzimu na yenyewe itahukumiwa, kwa sababu ilimwachilia mfungwa kuweza kuwa huru kuingia katika mazingira ambayo hakukusudiwa. Na ndio maana sasa alipata mpenyo wa kuingia katika dunia kupitia mwili wa nyoka. Na huyu jamaa alikuwa ni mtu aliyebebea siasa sana, na alielewa kwamba ni njia gani ataitumia kuweza kuingia duniani na kuweza kufanya mapinduzi aliyokusudia kuanzia mbinguni kuweza kuyafanya pia hapa duniani. Na ndio maana utagundua kwamba alipoingia duniani alianzisha majadiliano ya kisiasa na mwanamke kwa kumuuliza swali kwamba ati hivi ndivyo alivyosema Mungu kwamba matunda ya miti yote msile. Mwanamke anamjibu kwamba ndio, ni kweli Mungu alituambia kwamba matunda ya miti iliyoko ndani ya shamba tunaweza kula, lakini mti wa katikati ya shamba Mungu amesema tusile wala tusiguse. Utakuta au utagundua kwamba majadiliano yaliyokuwepo, mahojiano yaliyokuwepo yalikuwa na uzito mkubwa kwa mwanamke, kwa sababu kuna mambo shetani aligundua kwamba huyu mwanamke hajaelewa. Na ndio maana jamaa aliongeza wazo moja kusema kwamba Mungu anajua kwamba siku mtakao kula hayo matunda mtakuwa kama yeye. Aligundua kwamba kuna udhaifu katika hoja ya mwanamke, kwa sababu kuna yale ambayo Mungu aliongea na Adam katika sura ya 2 na mstari wake wa 16 ile Mwanzo, kwamba siku utakayokula matunda ya mti wa ujuzi wa wema na mabaya, ndio siku hakika utakufa. Basi ikafika hatua katika majadiliano ya shetani na huyu mwanamke au Lucifer na huyu mwanamke, yalikuwa mahojiano ambayo yaligundulika kwamba mwanamke kuna mambo ambayo hakuwa ameyaelewa vizuri, na ndio tagundua kwamba amesema kwamba mti ulioko katikati ya shamba. Mungu hajawaambia mti ulioko katikati ya shamba, Mungu aliwaambia mti wa ujuzi wa mema na mabaya. Sasa jamaa huyu kwa sababu ni nguli wa siasa na amebobea siasa na anaelewa namna ya majadiliano ya kuweza kufanya mapinduzi, ndipo akagundua hawa watu kuna vitu ambavyo hawajavielewa, kwa sababu Mungu hajasema mti wa katikati ya shamba. Mungu amesema mti wa ujuzi wa mema na mabaya. Ni tofauti na kusema mti wa katikati ya shamba. Katikati ya shamba kuna miti mingi, hata mti wa uzima ulikuwepo katikati ya shamba. Kwa hiyo haikuwa na maana yoyote ya kuweza kuwazuia wao wasile, kwa sababu ni mti tu kama mti mwingine ulioko katikati ya shamba. Jamaa akagundua kwamba hawa watu kuna vitu hawajavielewa hasa kuhusiana na huu mti. Kwa hiyo yeye anajua ule mti una maana gani, lakini wao hawakujua kwamba ule mti unabeba nini hasa.
Lakini jambo la pili, mwanamke katika hoja yake akasema kwamba tusiguse. Akagundua hawa watu hawajaelewa. Huyu Mungu hajamwambia kwamba msiguse, kwa sababu ilitakiwa waguse kupalilia au kumwagilizia maji, au kama kuna uchafu wote kwenye ule mti ilibidi pia wasafishe. Sasa mwanamke akaongeza kwamba hatutakiwi kugusa. Sasa jamaa akagundua kwamba kuna mambo basi hawa watu hawajaelewa. Ndio hoja yake ikawa na nguvu kwamba Mungu anajua siku mtakayokula matunda ya mti huo ndipo siku mtakuwa kama yeye. Kwa hiyo utakuta hii ni siasa aliyoitumia ili kuonesha udhaifu wa Mungu kwanza, lakini jambo la pili kumuonesha Mungu ni katili, kwamba hataki wao wamjue na wawe kama yeye Mungu alivyo. Kumbe wao kwa asili walikuwa tayari wana mfumo, wanaishi kama Mungu anavyoishi mbinguni, kwa sababu wao ni sura na mfano wa Mungu. Kwa hiyo wametokana na Mungu. Kwa hiyo hapa duniani wanaishi kama miungu duniani. Wanaishi kama miungu duniani. Sasa shetani, wazo alilolianzisha baada ya kugundua hawa watu hoja yao haikuwa na uzito, wala hawakujua nini wanachokitamka, hawakuelewa maana ya ule mti uliokuwepo ndani ya ile shamba ya Eden, ambayo ni mti wa ujuzi wa mema na mabaya. Basi ndio hoja yake ikawa na nguvu ya kuwaonesha kwamba ninyi bado hamjawa sura na mfano wa Mungu, lakini siku mtakayokula matunda hiyo ndio mtakuwa sura na mfano wa Mungu na mtakuwa kama yeye Mungu. Basi utagundua kwamba basi hawa watu walitamani kuwa kama Mungu, na ikatokea hatua wakala ule mti, na ndipo ilikuwa siku ambayo shetani alifaulu katika siasa aliyoitumia ya kuweza kunyang'anya ufalme wa Mungu na kuweka chini ya ufalme wa nguvu za giza au ufalme wa pepo wa anga. Basi hiyo ndiyo siku ambayo ufalme wa Mungu ulikuwa chini ya utawala wa ufalme wa shetani. Na ndipo sasa utagundua kwamba huyu jamaa baada ya yeye kuweza kumshinda Adam au wazazi wetu wa kwanza kwa hoja zito ambayo iliwafanya hawa watu waende kinyume na kile ambacho Mungu aliwaambia, ufalme wa Mungu kaondoka duniani, na dunia ikawa haitawaliwi tena na ufalme wa mbinguni. Dunia ikawa chini ya utawala wa ufalme wa giza, na shetani akawa ameitoa dunia na dunia ikawa ni milki yake. Na hiyo inathibitishwa katika kitabu cha Mathayo sura yake ya 4 na mstari wake ule wa kwanza hadi ule wa 9. Utagundua kuna eneo moja katika ile majadiliano ya kisiasa baina ya Kristo na shetani pale jangwani, alipoenda Kristo kuomba siku 40 mchana na usiku baada ya kupelekwa na Roho Mtakatifu kujaribiwa. Sasa huko yalikuwa ni majaribio ya kisiasa, majaribio ambayo yalikuwa ni majadiliano yenye hoja zito ambazo zilikuwa zinalenga sheria. Ndio sasa utagundua katika hoja mojawapo ambayo shetani alitumia ni kwamba basi wewe najua kwamba unachokitafuta ni milki. Akamuonesha milki yote, akamuonesha ufalme wote uliokuwepo duniani, akamwambia haya yote nitakukabidhi ukinisujudia. Anaposema nitakukabidhi, kwa maana yalikuwa ya kwake, na wala Yesu hajaweza kutoa ubishi wowote kwamba haya sio ya kwako, ni ya kwangu. Ilibidi anyamaze, akamwambia wewe umsujudie Bwana Mungu wako. Utagundua kwamba hakujawa ubishi wowote kwamba hii milki sio ya kwako. Kihalali kabisa huyu jamaa alipomshinda shetani, milki ya dunia au ufalme au dunia nzima ilikuwa chini ya utawala wake. Sasa ukigundua kwamba huyu jamaa ni kiumbe cha roho na hawezi kutawala dunia, kwa sababu nature ya dunia inakataa. Dunia asili yake ni kwamba kiumbe chochote kitakachoweza kufanya shughuli yake yoyote hapa duniani, lazima kiumbe hicho kiwe kimevaa uhusika wa mwili, kwa sababu mwili ni malighafi yanayotokana na ardhi. Sasa ndiyo ambayo inampa mtu au kiumbe chochote access ya kuweza kufanya shughuli yoyote hapa duniani. Sasa ilibidi atumie mwili wa nyoka ili kuingia duniani kufanya shughuli zake na kuweza kumshinda mwanadamu. Na ndio maana utagundua pia Kristo na yeye alivua ile hali ya uungu, akavaa uhusika wa duniani, akavaa mwili wa mwanadamu na kuweza kufanya mapinduzi pia ya kurejesha ufalme wa Mungu kwa wanadamu tena. Na ndio maana utagundua pia kipindi kile ambacho ameenda kubatizwa pale, Roho Mtakatifu alishuka kwa mwili wa njiwa. Utagundua kwamba kiumbe cha roho hakiwezi kufanya shughuli yoyote duniani bila kuvaa uhusika wa mwili huu. Sasa shetani yeye ilibidi atengeneze mfumo kwamba mimi siwezi kufika duniani nikatawala,
au nikaishi duniani kuitawala dunia kama kiumbe cha roho. Ilibidi atumie sasa tawala zilizokuwepo duniani ili kupitisha wazo lake alilokuwepo. Kwa hiyo tawala zote au dola zote ambazo zilikuwa zinasimama duniani au maamuzi yoyote yaliyokuwa yanatolewa katika dola zilizokuwepo yalikuwa ni maamuzi ambayo yanatoka katika ufalme wake yeye, kwa sababu yeye ndiye alikuwa anatawala dunia. Kwa hiyo ilibidi asimamishe tawala mbalimbali. Kwa mfano Misri ilivyoishi ilikuwa ni utawala wa ukatili, kwa sababu wao walisimamishwa na utawala huo wa ufalme wa shetani au ufalme wa nguvu za giza au ufalme wa anga kwa lugha nyingine tunaoita. Kuna ufalme wa Babeli, kuna ufalme wa Ashuru. Tutazungumzia yote haya, tutayaweka yote wazi haya. Kuna ufalme wa Giriki, kuna ufalme pia wa Ashuru na kuna ufalme wa Rumi. Haya yote hizi zote tawala zilikuwa ni tawala ambazo zinaamriwa na ufalme wa nguvu za giza ambao ulikuwepo katika madaraka. Kwa hiyo pia alikuwa akiamuru hayo kwa sababu ya kupoteza ufalme huo wa Mungu. Kwa hiyo utagundua huyu jamaa hawezi kufanya shughuli zake duniani, lazima atumie tawala hizi mbalimbali kwa kuweza kupitisha uovu wake. Sasa dunia imekosa utulivu kwa sababu huyu jamaa bado kila alichokianzisha kinaendelea kufanya kazi duniani, hasa kwa habari ya mifumo iliyoweza kubadilishwa kutoka mfumo wa kifalme kuingia katika mfumo wa kidemokrasia na mifumo mingine. Basi tutazungumzia haya na utawala gani katika tawala zilizokuwepo ambazo yeye aliweza kuzisimamisha ndizo ambazo ziliingia katika mfumo huu wa kidemokrasia ambao leo hauwapi watu huru au utulivu wa kuelewa mapenzi ya Mungu. Hasa lengo langu ni kwamba unapokuwa unamwomba Mungu na unapokuwa unasoma kitabu hichi ambacho ni cha kibiblia, huo unaelewa kwamba sio kitabu cha kidemokrasia, ni kitabu kihusuzo ufalme wa Mungu, kitabu kinachohusu ufalme wa Mungu au kitabu kinachohusu habari za ufalme wa Mungu. Na ndipo sasa utaelewa kusudi la Mungu kwa ajili ya maisha yako na kwa ajili ya dunia na namna gani ya kuishi kwenye desturi ya Mungu aliyokusudia hapa duniani au kuishi kwa tamaduni za mbinguni duniani. Basi fuatana nami ni kueleze ni nchi gani au ni utawala gani ambao ulisimamishwa, na huo ndio ulikuwa mwanzo wa kuweza kuleta dunia kutokuwa na utulivu zaidi. Karibu nikufunulie mambo mengi zaidi.